Yaani ndo unarudi sasa hivi kweli mume wangu? Yaani mimi hata siamini kama ulikuwa na rafiki yako. Muda huu mpaka saa 8 usiku ndo unaingia ndani ya nyumba. Mke wangu, hebu acha basi wivu. Ni kweli nilikuwa na rafiki yangu. Na kwa kweli nimefurahi sana kukutana naye leo. Usigune bwana mke wangu. Unajua huyu rafiki yangu amekuja kama malaika ujue. Tumeongea mambo mengi sana. Na unakumbuka ile biashara niliyokuambia? Anataka awekeze pale. Jamaa amekuja na pesa nyingi sana, kwa hiyo safari hii tunaenda kuboresha maisha yetu mke wangu. Kweli mme wangu? Nakwambia mama, ni kweli kabisa. Afadhali, maana hata hiyo hela tu ya kulipa hicho chuo cha Maria, yani ilikuwa inasumbua. Tena umenikumbusha. Maria amelala Jamani mume wangu, muda huu kweli? Maria silali? Kashalala mbona? Hapa mimi nilikuwa tunakusubiri wewe. Kaoge tuje tulale. Mke wangu, mimi ndo naelekea kazini. Kazi njema mume wangu. Alafu jana nilisahau kukwambia mke wangu. Nilimwalika yule rafiki yangu nyumbani leo kwa ajili ya dina. Kwa hiyo andaa chochote kizuri. Sawa, usijali. Atakuja saa ngapi kwani? Atakuja kwenye mida ya saa 1. Kwa hiyo kuanzia saa 1 hapo uwe tayari umeshamaliza kila kitu. Sawa. Karibu nyumbani. Hapa ndo nyumbani kwangu sasa. Na yule pale ni mke wangu. Napenda kumuita Lazizi wangu, aka Mama Maria. Kanipatia binti mrembo sana. Hongera sana bwana. Una mke mzuri. Shemeji, habari yako? Salama tu shem. Karibu nyumbani. Mama Maria, mkaribishe mgeni dining. Mimi naenda chumbani mara moja narudi. Karibu keti shem. Josephine, hemu acha maigizo basi. Unajifanya umenisahau au? Unaongelea kuhusu nini? Shem. Josephine, acha kunifanyia hivyo. Mimi ni mpenzi wako. Kumbuka miaka 20 iliyopita nyuma. Umenisahau Josephine? Thomas. Miaka 20 ipi? Baada ya kuondoka tu nchini. Tuliwasiliana miaka 2 tu. Na ukaamua kuniblock. Sasa nashangaa unakuja na kuniambia ujinga wako. Sikia nikwambie. Mimi na wewe hatujuani. Hatujawahi kuonana katika maisha yetu. Sahau kuhusu hilo. Naye ni shemeji yangu. Shem, karibu mezani ule. Sio rahisi hivyo Josephine. Mimi sijakusahau bado. Karibu nyumbani. Nimesha karibia mkuu. Yaani chakula kinanukia sana. Mkeo anajua kupika sana. Ndo ufanye uoe nyumbani bwana. Umesharudi, tukutafutie mke uoe. Au unasemaje mke wangu Mama Maria? Ni sawa tu mume wangu. Alafu kuna vitu nilikuwa sijamalizia kule chumbani. Nilikuwa nakunja nguo. Mnaweza kuniruhusu nikaenda kumalizia ili na nyinyi mwe huru kidogo? Ni sawa tu mke wangu, hamna shida. Rafiki yangu sikufichi, umeoa mwanamke mzuri sana. Yaani anaonekana mstaarabu mwenyewe, anaheshima, anajua kupika. Ukutana wapi na huyu mwanamke? Maana mimi nakujua enzi zako. Acha kabisa yani. Yaani nakwambia huyu mwanamke nina historia naye ndefu sana. Yaani nilipokutana naye tu sikuchelewa kabisa, nilitangaza ndoa moja kwa moja, maana kuwapata wanawake kama hawa ni ngumu sana unajua. Ni kweli bwana. Kwa hiyo binti yako yuko wapi? Ameenda kwa marafiki zake. Si unajua tena saizi anakaribia kuingia chuoni. Kwa hiyo naona ndo anafuatilia hayo mambo. Vipi kuhusu wewe? Hujabahatika hata kupata mtoto na mzungu kwa mzee? Hapana, kwa kweli mambo kule ni tofauti sana bro. Kwa hiyo mimi sina hata mtoto hapa nilipo. Hongera sana bwana.
Asante, hujachelewa lakini. Mbona bado muda unao bwana? Wewe, umefikaje hapa na umekuja kufanya nini? Nimekufuata wewe Josephine. Naomba utoke kwangu Thomas. Toka kwangu. Kuondoka hapa sahau kabisa. Nahitaji kuongea na wewe. Yaani uone hata aibu unakaa. Naomba utoke kwangu Thomas. Umekuja kufanya nini nyumbani kwangu? Mimi na wewe tumeshamalizana. Hakuna kilichobaki. Hakuna unachonidai. Mimi ni mke wa mtu. Naomba uondoke. Najua wewe ni mke wa mtu Josephine, lakini mimi bado sijakusahau. Bado nakumbuka kila kitu. Nakumbuka mapenzi yetu Josephine. Nakumbuka ndoto zetu. Ina maana utaziacha zipite hivyo hivyo? He? Wewe umechanganyikiwa eh? Ndoto gani? Ndoto zetu tulizizika nyuma miaka 20 iliyopita. Unataka ndoto gani? Wewe unafikiri mimi na wewe tuna ndoto gani tena au tuna nini? Vimeshaisha. Mimi nina maisha yangu, mimi ni mke wa mtu. Na unalijua hilo. Naomba utoke kwangu, sihitaji tena kuongeza neno lingine. Mama, mimi njaa inaniuma bwana. Yaani hata chakula hamna. Maria binti yangu, ungesalimia kwanza basi. Niko hapa na mjomba wako. Huyu ni rafiki wa baba yako. Au jambo Maria? Si jambo, shikamo. Marahaba mtoto mzuri. Haya Maria, nenda. Nakuja sasa hivi. Kiukweli Josephine, najuta sana kwa kuondoka na kwa kuacha. Nimepoteza mwanamke ambaye ni mwanamke wa ndoto zangu. Na namwangalia Maria, natamani angekuwa binti yangu kwa sasa. Ona sasa sina familia, sina mke, sina chochote. Mimi naona hata hujachelewa. Unajiendekeza tu. Unaweza ukaoa ukaanza upya. Tena ufanye kuondoka. Nataka nikampikie binti yangu. Maria binti yangu jamani. Yaani umeshakuwa msichana mkubwa lakini hata kupika ujui. Kila kitu mama yako. Mama bwana, usianze kunisema. Wewe unakuwa unanidekeza. Afu mama, mimi kesho nataka nikasuke. Si unajua naanza chuo. Sasa nitakuwa kweli mama nenda na matuta kichwani. Maria bwana, haya nitakupa hiyo pesa ukasuke unachokitaka. Alafu nilikuwa nataka nikwambie hivi. Usije kaambia baba yako kama huyu anko wako amekuja hapa. Sitaki ajue. Kwa nini sasa? Mama na wewe fanya kama nilivyokuambia. Sawa mama. Mimi tunataka hiyo hela mkasuke. Nashukuru sana kwa kuitikia wito Josephine. Yaani sikutegemea kama ungekuja kabisa. Naona unajipa moyo na usiendelee kujipa moyo. Nimekuja hapa kwa sababu nimechoka unavyonipigia simu za usiku wa manane, unavyonitumia message. Mimi ni mke wa mtu. Naomba unielewe. Na nimekuja kukupa onyo. La sivyo nitasema ukweli wote kwa huyu ambaye unamuita rafiki yako. Josephine, mbona umebadilika hivyo? Mimi bado sijabadilika. Mimi bado upendo wangu kwako uko pale pale. Bado nakuhitaji kwenye maisha yangu. Yaani uone hata aibu. Wewe baba wewe. Miaka 20 upendo gani? Kwani huko ulipokuepo haukupata huo upendo? Sijui kama unanipigia sasa hivi namba mpya. Halo. Unasemaje? Nini? Mungu wangu mwanangu jamani Maria. Una nini? Upo sawa kweli? Mwanangu jamani. Mwanangu amepata ajali kwa hospitalini. Niache niende.
Josephine, tulia kwanza, ngoja nikupeleke. Dada samahani, naomba unisaidie. Kuna binti yangu ameletwa hapa. Tulia dada, binti yako anaitwa nani? Anaitwa Maria. Anaitwa Maria Michael. Amepata ajali. Ameletwa kwa muda sio mrefu. Kaa pale utulie kwanza, nakuja. Thomas, binti yangu. Josephine, tulia. Kila kitu kitakuwa sawa, naamini hivyo. Njoo ukae. Siwezi hata kukaa. Binti yangu. Ndugu wa Maria, nipo hapa. Mgonjwa wako ameumia sana na amepoteza damu nyingi. Anahitaji kuongezewa damu kwa haraka. Mume wangu, binti yetu Maria, mume wangu, hata sijui nifanyeje. Nimechanganyikiwa mimi. Wanahitaji damu kwa haraka sana. Tulia mke wangu, kila kitu kitakuwa sawa. Mimi nimeshafika, ngoja niende huko na kutoa damu. Ndugu wa Maria, kwa mujibu wa vipimo tulivyofanya, damu iliyotolewa iendane na mgonjwa. Kwa hiyo tafuteni damu kwa haraka jamani, mgonjwa yupo kwenye hatari sana. Josephine, uko sawa? Maana nimeona cha tutoke nje. Nikuache na mume wako. Josephine, nieleze nini shida? Mbona unalia? Thomas, naomba nisaidie mwanangu. Mwanangu anapoteza maisha. Naomba ukamtolee mwanangu damu. Anapoteza maisha? Nikamtolee damu kivipi yani? Si baba yake tayari ameshamtolea au? Wewe ndo baba yake. Wewe ndo baba yake. Thomas, tusipoteze muda. Tuna tukamsevu mtoto wetu. Maskini binti yangu, sijui ingekuwaje ningekukosa. Namshukuru Mungu kwa kweli. Mama, mwenyewe namshukuru Mungu, naendelea vizuri sasa hivi. Usilie. Sawa binti yangu, tutaruhusiwa leo kurudi nyumbani. Yaani naona kama nimeujiza. We mwanamke, nataka unipe ufafanuzi. Usinione nimekaa kimya muda wote huu. Imekuwaje damu ya Thomas ikaendana na Maria binti yangu? Nataka majibu na sio naangalia chini. Mume wangu, naomba unisamehe. Kuna siri nzito kabla ya kuolewa na wewe nilikuficha. Wakati naolewa na wewe tayari nilikuwa nina ujauzito wa Maria. Na baba wa mtoto aliondoka kwenda kusoma nje na kuniacha na ujauzito huo, ambaye ni Thomas. Na Thomas ni baba yake Maria. Unasemaje mwanamke? Naomba tu unisamehe mume wangu. Nimekosea sana. Kirahisi namna hiyo eti? Ngoja tuone mwisho wako. Mume wangu, kula chakula kitapoa. Naongea na wewe mume wangu. Baba Maria, sihitaji kula na huwezi kunisimamia mimi nikale. Mtoka hapa. Mume wangu, natumaini utafungua SMS na kuisoma. Kwanza kabisa napenda kukushukuru kwa ajili ya kumlea Maria na kunifanya niwe mke wako. Tuliishi kwa amani na upendo mpaka pale siri hii ilipofichuka. Ni kweli kabisa Maria sio mtoto wako, ila ulimpenda sana. Hivyo sasa naomba unisamehe kwa maamuzi niliyochukua. Nimeamua kuondoka kwenda mbali, kuanza maisha mapya mimi pamoja na Maria. Naomba usinitafute.